Kitengo cha upelelezi na uchunguzi nchini Kenya cha DCI jioni ya leo kimepata kuweka wazi kuanzisha uchunguzi dhidi ya wafanyakazi wawili wa Fargo Wells ambao inaaminika walipata kupotea na kitita cha shilingi milioni 94.9 ambazo zilikuwa ni hela zimetolewa katika supermarket ya Quickmart. Kulingana na chapisho lao kupitia ukurasa wao wa kijamii wa Facebook, majina ya wale ambao inaaminika ndio wafanyakazi wawili wa kampuni ya Fargo Wells ambayo ni kampuni inaaminiwa na kuweza kudhaminiwa kwa kuweza kutunza pesa za watu. Walipata kuwepa na pesa zile ni ikiwemo Daniel M. Mogedha, naye mwingine anatambulikana kama employee number 1181014 na ID namba ya kwake ikapata kuachiwa kupitia kurasa zao za kijamii. Nikipata kusoma kuhusiana na ujumbe huu ambao umetokana na ukurasa wa kijamii wa Facebook wa DCI, wanasema hivi: Wells Fargo due flee with Kenya shillings 94 million Manhunt launched. DCI detectives are pursuing two Wells Fargo staff who earlier today disappeared with shillings 94 million after dumping the company vehicle at Dafam in South Sea, Nairobi. In the 6 a.m. incident, the two suspects, Daniel Mungai Mogedha, crew commander, and Anthony Dwiki Waigumo, driver, sneaked the truck out of the company's Nairobi offices. Shortly after, the money box was loaded, leaving behind the police escort car that was waiting to be flagged off. Oblivious that the truck number KBA 517T they were to escort had minutes earlier sneaked away. The armed escort team went to inquire from the management why the loading was taking too long. By the time neither the truck nor the crew member could be traced. Now continuing with the story in regards to how this money it vanished in thin air. A report by the company's investigations manager indicated that the Isuzu Canter was destined to a bank located at Nairobi's Kenyatta Avenue, ferrying the Kenya shillings 94 million belonging to a renowned supermarket in the country. Police in Lang'ata were mobilized to pursue the daring duo, only to trace the empty truck abandoned in South Sea. A special operation team has since been deployed to pursue the suspect. #Fichua kwa DCI, share intelligence information anonymously by dialing our toll-free hotline 0800-722-203. Hizi ni kati ya namba ambazo DCI wamepata kuachia ndipo kuweza kuwafikia. Kama una taarifa kuhusiana na komanda kutokea katika kampuni ya Fargo Wells pamoja na dereva wa kwake ambao inaaminika ndio walipata kupotea na kitita cha shilingi milioni 94. Nikisoma comments za Kenya kulingana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, na muona Bavarian akisema all the best comrades. Modak anasema well calculated job. Jovo Matindi anasema our God will protect you sons of Mombi, we are proud of you guys. Monjiro Nyina wa Kamanga anasema we as Kenyans are happy they have our blessings. David Owino, we wish them well in their future endeavors. Jesse Kim anasema legend themselves, it's their time to shine. Andrew Adrias Muirori anasema can't two brilliant minds Omokai na Mani chezeni chini. Haya ni maoni kutokea kwa Kenya, na Wakenya wengi wanaonekana wenye heri njema na kuwatakia kila laheri katika hizi pesa ambazo wameweza kuziba. Wanawaambia wabadili maisha yao, waziende na hizo pesa ziwe zinapotelea tu bure. Lakini kumbuka, upelelezi na tume za upelelezi hapa nchini Kenya ni tume ambazo hauwezi cheza na intelligence ya Kenya ikifikia Afrika. Kenya inatajwa kuwa nchi ambayo ina tume za uchunguzi ambazo ni za kistadi zaidi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na pia Afrika, Kenya imeshikilia nambari 3. Hivyo wewe kudhani una uwezo wa kuweza kuepa kutokea Jamhuri ya Kenya na kitita cha pesa shilingi milioni 94 wakati ambapo
maafisa wa polisi kutokea katika tume ya DCI wanakutafuta, then utakuwa umejikosea. Na acha nikukumbushe kwamba kwa sasa hawatafuti tu na tume ya DCI. DCI inashirikiana na kitengo cha uchunguzi cha National Intelligence Service ambacho kinaongozwa na Director Newden Haji. So, hivi karibuni watatiwa mbaroni. Yako ni epi kulingana na kisa hiki? Achia maoni kwenye comment section. Niite Felix Mwenda. Hii ni FM Showcase.